kwako. Na tunataka waziri, hatutataka kuzungumza zaidi yale tumesema pale, lakini sisi watoto wadogo ndio utushike zaidi karibu na sisi, na wewe kabisa. Waziri, wale watoto wadogo ndio wanawekwa karibu na mama, ndio wanawekwa karibu na baba. Wale watoto wadogo na mambo yao, na tena wao ndio wanalia zaidi, ambusi hivyo. Wao ndio wanalalamika zaidi, ambusi hivyo. Kwa hivyo wazee wale wamezaa wanajua lazima umulete mtoto mdogo karibu. Mambo yetu yote ambayo tumekuambia waziri, najua utaambiwa ya Nairobi, utaambiwa ya Mombasa, utaambiwa ya wapi, lakini haya ya watoto wadogo katika kaunti hii ya Devolution uyaweke karibu. Ndivyo ambusi hivyo. Wananchi, hebu ambieni waziri atuweke karibu. Atuweke karibu. Na mimi nasema moja tu nikiwa naita governor. Mambo ya hii boundary ya Kitui, waziri angalia. Mambo ya hii boundary Kitui, waziri angalia. Mambo ya hii boundary Kitui, waziri angalia. Hiyo ndio tunaomba. Kwa hayo mengi ambayo nimesema, mimi nataka kukaribisha governor, His Excellency the Governor, aje aongee na nyinyi 1 2 3 1. Tena karibu uongee na watu yako. Thank you very much. Angalia. Mheshimiwa waziri, waheshimiwa wote wako hapa, wazee, kina mama na vijana, hamjambo? Mimi kabla niseme yangu ningependa kumwalika Mheshimiwa Dado, former governor, aje asalimie nyinyi, aseme mambo kidogo. Karibu Mheshimiwa Dado. Pigeni makofi hata. Ongezeni makofi. Muongezeni mengine. Aongezewe tena. Karibu sana. Waziri wa usalama. Waziri wa usalama wa kitaifa, Profesa wa sheria, Profesa Kindiki, Gavana wa Tana River, Seneta, waheshimiwa wabunge, MCAs walioko hapa, Speaker wetu, Mama County, viongozi wazee, viongozi kina mama na watoto wetu, assalamu alaikum. Dewo hofua, wonage, dewo hofua. Leo ni siku ya furaha sana. Kama mulikuwa na doubt sub-county yenu, leo ni rasmi. Kama waziri wa usalama mwenyewe ametembea. Lakini sijasikia sauti ya furaha. Hebu ongeza hiyo volume. Na wazee, hebu mfanye na mkono kwamba mmefurahi. Ninawahakikishia leo mmetembelewa na waziri ambaye opinion polls imesema yeye ndio cabinet secretary number 1 kwa kuchapa kazi. Na Profesa Kindiki ni rafiki yangu, yeye ni mkweli. Ni mtu mkweli. Na ombi lake kwenu wananchi, kati yenu na ndugu zenu pahali muko na shida kidogo ya mpaka, nyinyi mutimize lenu, muweke amani, ingine muachie serikali itatue. Nina imani na ninamwamini kuja kwake leo mambo ya headquarters yenu yataongelewa, lakini tutamwachia yeye mwenyewe. Mimi nimetembea kwa ofisi yake mara nyingi kumsihi waziri, watu hawa ni watu wanapenda amani. Hii sub-county hii is about 150 kilometers lengthwise, about almost another 100 kilometers widthwise. Walikuwa hawa watu wanaenda Hola kutafuta vitu vya kujisaidia. Iko na location 9 locations this sub-county. And we have some senior chiefs, wengine senior chief 1. Hawa wafikiriwe wakati una consider ile mambo ya principal chiefs, at least county, sub-county kizaliwa, wazaliwe.
We are very happy with your people. We are very happy with your administrators, especially our county commissioner. He has put us on our toes. Na tutafanya kazi na hawa. Kwa upande wangu, mimi ningeongea zaidi, lakini kwa vile waziri ni mkubwa wangu, mimi ni naibu, siwezi ongea mbele yake. Leo mimi ni kukukaribisha kwa mikono miwili, narudi tena na tena kwa nafasi yako. Ukipata nafasi. Mimi tulikuwa ofisi hiyo, zamani tulipopewa nafasi 2 ya sub-county, tulichagua hii na Bangal kwa ajili ya usalama. Sasa kwangu Tana Delta napigwa mawe kwa sababu ni sub-county kubwa zaidi na population yake ni kubwa. Labda utufikirie sub-county 2 siku za usoni tarasana huko sehemu za Asa. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Leo si siku yangu wananchi, mnajua siku yangu tutaongea. Hebu muonyeshe kwamba mna furaha na waziri. Itkada ililisa ngene akada. Asante sana. Thank you. Bwana Godana. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Hussein Dado kwa hayo machache umesema, na mimi yangu yatakuwa mafupi kwa sababu mengi tushayasema pale. Kwanza hapo tumesema mengi sana, mengi zaidi. Ndio sababu waziri alitupa muda mrefu. Tunashukuru waziri kwa sababu tumemwalika hapo mbele. Na leo amekuja kwa sababu ya mwaliko ambao tumekubaliana na waheshimiwa ya kwamba tutembelee, tuna maneno ya kusema na tushasema. Mimi nitarudia tena ya kwamba kule mambo ya Kalalani. Vile Mngatana unasikia waziri kila mtu akisimama anaongea Kalalani, Kalalani, Kalalani. Tushayasema sana na tutakumbushana, na nyinyi wananchi muwe na amani kwa sababu waziri ashachukua jukumu, hayo mambo yatashughulikia. Mahali tutahitajika tena kukutana naye, tutakutana naye na tutazungumza zaidi. Sawa? Sawa. Nimesema hapo ndani na nataka nieleze tena kwa urefu au kwa ufupi. Kuna memorandum inazunguka. Inasema kwamba Godana na Malombe wamewafanyia uamuzi wananchi wa Tana River na Kitui na wakampelekea waziri memorandum. Nataka niwaeleze muelewe vizuri. Ruhusa ya sisi kufanya vikao, yani dialogue, tulipewa ruhusa na rais. Na mimi ndio niliomba. Na waziri huyu akaambiwa na rais, akatupa ruhusa tuendelee na mazungumzo. Tukatoa timu ya watu 3 Kitui na sisi tukatoa watu 3. Ndio wakaanza kutengeneza historia ya pale. Makubaliano ni kwamba wakishamaliza kutengeneza historia ya pale, watarudi kutupatia hiyo ripoti sisi. Na katika kutengeneza historia hiyo, walikuwa wana communicate na wazee kutoka pande zote. Sasa baada ya mazungumzo yao, hawajarudi kwetu kuja kutubrief rasmi kuhusu yale mambo wametengeneza. Lakini tukakubaliana kwamba tukishamaliza sisi, tutaita waheshimiwa wote wa upande ule na upande huu, wakiwamo MCAs pamoja na wazee wetu, ndio tuende tuzungumuze, tukubaliane. Tukishakubaliana tutatoka sote tumpelekee waziri huyu ile memorandum. Asalamu alaikum. Nimemwambia waziri pale, mimi na Malombe hatujamaliza mazungumzo, wala hatujaenda kwake kumpelekea memorandum. In fact, siku ile tulipanga mkutano, na waheshimiwa hawa wako hapa wanajua, Malombe alienda safari. Na akasema akitoka safari tutakuja kuendelea na mazungumzo. Isitoshe, wakati tulikuwa Eldoret kwa Devolution Conference, Malombe anilikumbusha akaniuliza tuendelee na yale mazungumzo kwa sababu amerudi. Sasa hatujaweka tarehe ya mazungumzo yetu ndio tuendelee, ikiwemo wazee wa huku, wanasiasa, na wazee wa kule na wanasiasa. Sasa waziri, ile memorandum imekuja kwako,
sijui kama imekuja kwa sababu hatuna habari sisi. Hiyo ni ile draft ya wale watu walitengeneza. Haijulikani imetoka Kitui au imetoka Tana River. Lakini sisi hatujaweka sahihi. Na hatutaweka sahihi kwa sababu sisi sio wenye kuweka sahihi. Tutaweka sahihi pamoja na wazee na viongozi. Kwa hiyo propaganda mnazungusha hapa wanasiasa ati mnataka kumharibia Meja, mshindwe kabisa. Mshindwe kabisa. Na mmeshindwa tayari. Sasa musiwe na taharuki, mambo tumeyazungumza mengi na mengine tutaendelea kuzungumza. Leo protocol tumebadilisha kidogo kwa sababu leo mkutano huu ni mkutano wa usalama. Hakukuwa na programu ya wanasiasa kuzungumza, lakini kwa desturi tukasema wazungumze. Lakini tunataka kusikia kwa waweka usalama. Kwa waweka. Sasa tutageuza protocol kidogo. Kabla ya hapo nataka nimwalike Deputy Governor wa Tana River County aje wasalimie kidogo. Karibu Mahati Ali Loka. Makofi kwake. 1 2 3. Karibu sana mheshimiwa. CS Professor Kindiki, viongozi wa tabaka mbalimbali, yangu si kuongea ni kusalimia. Hamjamboni. Kabla sijakaa chini, sababu ni vile gavana wangu alivyosema sio protocol, yeye aongea alafu mimi niongee nyuma yake, lakini tuko nyumbani. Kwa hivyo nataka kusema tu jambo moja peke yake. Sisi tulikuwa na delegation ya wazee kutoka Kalalani, Kone Kaliti na sehemu zingine walikuja kutuelezea matatizo yetu kwa ofisi. Na wale wazee wakasema kwamba tuwapeleke kwa rais. Tufanye mbinu yoyote ili waone rais kwa sababu hiyo shida. Tukawaambia kabla hatujaenda kwa rais, hebu kwanza sisi viongozi wa Tana River tuweke vichwa pamoja, na ndio vile imefanyika. Kwa hivyo nina imani ya kwamba waziri yale hadi amechukua pale ndani na atakaochukua hapa mbele, hayo mambo yameisha. Kwa hivyo nataka niambie wale wazee kidogo tu kwa lugha alafu nikae chini. Jarole gafu nuduftani wanu waliaso ni bedani hason sunabare sage yabichate. Kwa hivyo dubina rawote tawaka mbe na mora wote. Kwa hivyo baruane hage, kwa hivyo rabiti lesa wakarada mini bidii midasino. Asanteni sana. Hapa kuna maafisa wa serikali yangu. Msimame kidogo, hakuna simama tu kidogo. Wale tumekuja wa serikali, sub county administrator. Wako hapo. Sasa nataka nimpatie county commissioner introduce maafisa wa usalama, alafu baadaye waziri aje azungumza sisi. Karibu sana. Asante sana governor. Watu ya county security team wasimame juu. Na DCC, ma chiefs wale wako hapa. Mpige salute. Mkae chini. Thank you very much. Sasa tutayarisha makofi tukaribisha regional commissioner. 1. Karibu madam. Karibu. Asante. Asante sana County Commissioner na viongozi wote ambao mumenena, waziri wetu Professor Kindiki na governor wa eneo hili na viongozi wote ambao wamefika siku ya leo, wananchi wa Galdetu. Hamjambo? Hamjambo tena? Hapa ni mama leo. Hamjambo? Umuhimu wa kupeleka mtoto wa kisichana shuleni, sio? Haya, tuhakikishe basi mtoto wa kisichana ameenda shuleni. Waziri, kuna mambo mengi nimeona nilipokuwa nikija pande hii, na kwa sababu ya wasaa sitaweza kunena, lakini nitarudi. Kwa sababu nimeona mambo mengi kidogo kidogo ambayo tutarudi kurekebisha na hao chiefs hapa.
Kwa sababu ya wasaa sitanena, ningependa kuchukua nafasi hii kukukaribisha ili uweze kuongea na wananchi. Tuweke makofi. Karibu. Moja. Karibu. Waziri, unene nasi. Asanteni. Asante sana. Kwanza kabisa nitoe shukurani. Shukurani ya kwanza ni kwa nyinyi wananchi kwa kufika kwa wingi. Tumefika hapa kwenu mapema kidogo saa 2 na tumekuwa na wakati kuongea na viongozi wenu ambao mmechagua, kwa sababu tulitaka mkutano huu usikae sana, na mimi nataka nichukue nafasi hii vile vile kuwashukuru viongozi wenu wote wakiongozwa na governor na senator na women rep na wabunge wa hapa Tana River na MCAs, kwa sababu tumeongea kwa njia ya utaratibu na tumejaribu kuelewana vile tutatembea pamoja ili mambo yetu ya usalama na maendeleo hapa katika sehemu ya Tana River tuweze kutekeleza tukiwa pamoja. Nimekuja hapa kwanza kabisa kwa niaba ya serikali ya Kenya kutangaza ya kwamba ule mpango ambao ulikuwa umeanzishwa hapa wa kuleta sub-county kamili hapa Galedeltu, mpango huo umekamilisha, na kutoka sasa hii sub-county yetu ya Galedeltu ni sub-county kamili. Kutoka sasa kuendelea mbele ni kumaanisha ya kwamba sio Deputy County Commissioner peke yake atakuwa hapa. Tunaleta hapa vile vile afisa mkuu wa sub-county wa kuandikisha vitambulisho vya watoto wetu. Vile vile tunaleta hapa afisa mkuu wa sub-county wa kuandikisha mambo ya watoto wetu, Registrar of Births and Deaths. Tunaleta hapa vile vile afisa mkuu wa sub-county wa mambo ya walimu, TSC Director, Education Director. Tunaleta hapa afisa wa sub-county wa watoto, Children's Officer, afisa wa sub-county wa Social Services, afisa wa sub-county wa masuala ya kina mama na jinsia. Kwa hivyo kutoka sasa kwenda mbele, this is a fully fledged and operational sub-county. Vile vile kuanzia sasa kwenda mbele, wakati serikali ya Kenya inaajiri vijana wetu katika jeshi la taifa, katika jeshi la polisi wa kitaifa, katika idara zote za serikali kuu, ikiwemo walimu, ikiwemo afisa wa misitu, afisa wa idara zote za serikali. Kutoka sasa hii hapa Galedeltu itakuwa recruitment center kama sub-county zingine katika jamhuri yetu ya Kenya. And therefore, going forward, the recruitment of all national government officers, Kenya Defence Forces, National Police Service, Kenya Forest Service, Kenya Wildlife Service, all departments, including the recruitment of teachers, all national government departments will henceforth use Galedeltu as the recruitment center for
for this sub-county. Hapa Wayu ndio vijana wetu watakuja kukimbia, ndio wapate kazi ya polisi, ndio wapate kazi kama afisa wa Kenya Prison na Kenya Forest Service na Kenya Wildlife Service, na hata walimu watakuwa wanaandikwa hapa. Nishukuru viongozi wenu, wameniwekea pressure ya ajabu ili nifanye hii kitu. Governor Godana, huyu mheshimiwa senator, mtu ya kukula mamba, waheshimiwa wenu wakiongozwa na mbunge wa hapa, MCAs, wameniwekea pressure ya ajabu, akiwemo huyu mama county, huyu women rep. Na washukuru sana viongozi wenu kwa kuwatetea. Si muwapigie makofi jameni. Lakini vile vile nimewekewa pressure na rafiki yangu governor wa zamani ambaye ni waziri mdogo katika serikali hii, Chief Administrative Secretary wetu, mheshimiwa former governor Ambassador Dado. Sinu mnamjua? Vile vile nikawekewa pressure na rais. Rais akaniambia na akaniamrisha ya kwamba wakati alikuwa mnaomba kura na baada ya kupigiwa kura, hawa viongozi walienda kumuona, wakamwambia hii sub-county lazima ikuwe operational. Kwa hivyo nimepata pressure kutoka juu, kutoka chini, kutoka pande zote, ndio nimejileta hapa siku ya leo. Na kwa sababu mmefikia viongozi wenu makofi, naomba vile vile mpigie rais makofi kwa kuniwekea pressure, ili watu wa Galedeltu na watu wa Tana River wapate mambo yale ambaye hii serikali ilikuwa imeahidi. Nikiwa hapa vile vile niseme ya kwamba hapa, kwa sababu hii ni sub-county iliyo changa kabisa na iliyo mpya, hakuna ofisi mzuri za headquarters ya sub-county. Nataka nitangaze ya kwamba kutoka tarehe 1 mwezi ujao wa 10 tutaleta contractor wa kujenga sub-county headquarters yetu hapa hivi vizuri. Kwa hivyo sub-county tunaanza kuijenga kupitia wizara yetu ya usalama wa ndani na utawala wa taifa, ili hao maofficers wakikuja, TSC director, registrar of persons, civil registrar, youth officer, children officer, women officer, wawe na ofisi za kutosha ambao watakuwa natumia. Kwa sasa hivi mahali DCC anakaa ilikuwa mahali ya chief, si ni kweli? Sasa chief sijui yako kwa miti huko anafanya kazi. Lazima tutafutie DCC ofisi mzuri, ndio chief aendelee kuhudumia wananchi akiwa mahali mzuri. Jambo la pili, nimesikia kwamba hapa vile vile tuko na changamoto za kiusalama ambazo lazima tuendelee kuimarisha. Nimesikia tunahitaji police stations na magari ya maafisa wetu wa usalama na maafisa wetu wa utawala. Nataka niwahakikishia kwamba tutapeana magari kwa police stations na officers wetu wa utawala ambao hawana magari. Na niseme katika vile vile hiyo juhudi, tutaongeza idadi ya maofisa wetu wa vikosi vya usalama maalum, ambavyo ni vikosi ambavyo vinatusaidia katika kupigana na magaidi ambao wanaendelea kutusumbua wakiwa wametoka katika nchi jirani. Kwa hivyo katika hii sub-county yetu na county ya Tana River, tutaweka vikosi maalum vya wale ambaye ni askari wetu speciali ambao wamefanyiwa mafunzo maalum
ya kupambana na magaidi sugu na wale ambao ni wahalifu ambao ni wahalifu wa hali ya juu. We are going to deploy in this county special forces, elite units of the National Police Service and other national security organs here in Tana River. We are going to deploy the special forces, special units who are specially trained and equipped to deal with serious crimes, including terrorism and banditry. Ndio hawa maafisa wetu ambao wako hapa waendelee na kulinda usalama wa kawaida. Waendelee kushughulikia wahalifu hawa wa mambo kidogo kidogo hapa. Lakini wale magaidi, wezi wa mifugo na majambazi wale sugu ambao wanatusumbua na kunyemelea hapa kujaribu kutupiga katika sehemu ya eneo la kaskazini mashariki na eneo la Tana River na Lamu, siku zao zimehesabiwa, kwa sababu tunaleta kikosi maalum wale ambao hawacheki na magaidi na wale watu ambao ni wahalifu sugu. Na wako na wameelekezwa vile watafanya kazi kwa mujibu wa sheria za taifa la Kenya, kulinda wananchi na kulinda nchi yetu isisumbuliwe na magaidi na wale ambao ni magaidi na wale ambao ni wahalifu sugu. Those special forces we are bringing here are not coming here as tourists. They are coming here to hunt down, neutralize all the threats of terror and other sophisticated crimes that we are experiencing in northern part of Kenya and upper coast, including Lamu and Tana River counties. Vile nimesema kwa wazee wetu na akina mama, kuna hawa majangili na wale magaidi ambao wanatusumbua hapa kutoka nchi jirani katika eneo la Boni Forest, Northeastern, hapa Tana River kidogo. Tumeamua ni vita kamili baina ya serikali ya Kenya na hawa magaidi. Na wale vikosi ambao tunaleta hapa hawacheki na magaidi na wanajua jinsi ya kuwashughulikia. Na kama mlivyosikia kutoka kwa rais na amiri jeshi mkuu wa taifa na vikosi vya usalama na ulinzi wa taifa, kwa magaidi na wale wakora sugu, mambo ni matatu. Mambo ni mangapi? Mambo ni wangapi? Ya kwanza, wawachane na ugaidi. Ya pili, wahame Kenya warudi mahali walitoka. Kama hawataki kuachana na ugaidi ama kurudi mahali walitoka, tuwasafirishe ile safari ya mbali ya one way. Sijui kama tunaelewana. Mumeelewa hiyo ni kusema nini? Hiyo safari sio safari ya kwenda na gari. Ni safari ile ya kwenda na kwenda na kwenda mpaka wanafika jehanamu kukutana na shetani baba yao. Si namna hiyo? Si tusafirisha hao magaidi. Hao wanajificha wakisema ati ni mambo ya dini ya Waislamu, alafu wanaanza kuua watu. Islamu ni dini ya amani, ni dini ya kuleta amani na uwiano. Hawa wakora wanakuja kuharibu usalama wetu hapa wakijisingizia wakijisingizia mambo ya Uislamu. Tutawafurusha, aidha wakome au warudi kwao ama tuwahamishe. Na hiyo safari wanaenda bila kurudi, wanaenda kukutana na ibilisi ambaye ni baba yao. Sijui kama tunaelewana. Waende wasiende? Magaidi wasafiri wasisafiri? Waende wakiendanga? One way. One way. One way. Nionyesheni kwa mkono wale wanasema magaidi tuwasafirishe. Asante sana. Na hiyo sio tafadhali. Na wale ambao ni vikosi vyetu vya usalama mmekuja hapa kulinda nchi yetu
na kulinda wananchi. Na ukiona hao magaidi wako na silaha hatari, wengine wamejaribu hata kuumiza askari wetu. Na nichukue nafasi hii kutoa pole zangu na rambirambi kwa maafisa wetu wa usalama katika vitengo vya polisi ya taifa, vikosi vya polisi wa ziada ama NPRs, vikosi vya jeshi la ulinzi wa Kenya KDF, ambao wamepata bahati mbaya wakaumizwa na magaidi. Na mimi natoa shukrani za dhati kwa niaba ya serikali ya kwamba serikali na wananchi wa Kenya wanatambua kazi nzuri ya uzalendo ya kujitolea ambao wanajeshi wetu na askari wetu wanatumikia taifa letu, na wengine wao wamepoteza maisha wakitulinda, wakilinda nchi yetu na kulinda wananchi wenzao. I want to salute and pay homage and tribute to our security officers from the National Police Service, National Police Reservists, Kenya Defence Forces, and all organs of our national security who have fallen on the line of duty, defending our country and defending our soil. Na mimi nataka niseme kwenda mbele, lazima tushinde hii vita dhidi ya uhalifu na magaidi. Na vile tumekomesha ile matatizo tumekuwa nayo kule kaskazini mwa Rift Valley ya wezi wa mifugo, hata hii shida ya magaidi tutaikomesha na tutasafirisha hao wakora wakwende mpaka Ahera. Na wewe ofisa wa usalama, hiyo silaha umepewa sio ya umaridadi. Hiyo silaha umepewa sio bakora, sio kijiti. Silaha hiyo ni ya kulinda maisha ya wananchi na kulinda maisha yako vile vile, jambazi asikuumize. Kwa hivyo kabla hajakupata wewe mpate kwanza. Kabla hajapata wananchi, pita na yeye kwanza. Mnakubaliana na hiyo? We want our security forces to apply the weapons and arms that have been bought by the taxpayers of the people of Kenya to protect the people of Kenya and to protect themselves from dangerous criminals. Na serikali itasimama nyuma yenu, maafisa wetu wa polisi, maafisa wetu wa jeshi, maafisa wote wa usalama, kama mtatumia hiyo silaha kuhakikisha kwamba umenusuru maisha ya mwananchi na maisha yako mwenyewe yasiweze kuumizwa na majambazi, wakora na magaidi. Jambo la tatu, kuna bado maeneo zaidi ambayo tutatengeneza hapa ya kiutawala ili tulete huduma karibu na mwananchi. Hawa viongozi wenu wote wa kisiasa wamenialika nirudi hapa baada ya wiki 2-3, ikienda sana mwezi moja. Nitarudi hapa ili tuangalie ni jinsi gani na ni sehemu gani zaidi za kiutawala ambazo zinahitajikana hapa, locations mpya, sublocations mpya, ili tulete huduma karibu na wananchi. Vile vile wazee wamesema wangetaka kuwa na kikao na mimi. Na mimi nataka niwaahidi nitawapatia nafasi wazee wakuje, waletwe kwangu ili tuweze kujazungumzia kwa kindani shida zetu hapa Tana River. Na mimi ile nataka kuwauliza, hapa Tana River kuna watu wa jamii mbalimbali. Kweli si kweli? Tungeomba wananchi wa jamii mbalimbali mkae na umoja na uwiano kama ndugu na dada. Na mimi nawapongeza kwa sababu mpaka sasa hata kama kumekuwa na matatizo, sana hii matatizo ya mipaka, watu na wananchi wa Tana River na viongozi wao wameonyesha ukomavu wa hali ya juu na wametulia na wameendelea kuambia serikali
iwasaidie kusuluhisha ile shida bila kuchochea wananchi kuchukua sheria mikononi mwao. I want to commend the leaders, the elders of Tana River County for maintaining peace, restraint, tranquility, even when provoked to react. And I want to urge all communities in Tana River to live in harmony and peace, to coexist as brothers and sisters, the different communities, to live in harmony and leave matters of security to the security organs and the government to address them, including the border disputes that you have between yourselves and Kitui County and between yourselves and other counties in this region. Kwa hivyo jambo la mwisho nataka niseme hivi. Najua mmepata matatizo mengi kwa sababu ya hiyo sehemu ya Kalalani. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Najua vile vile kama vile waheshimiwa wamesema kuna mashule imefungwa na zahanati zingine ambazo hazitumiki. Na kuna wananchi kidogo walisumbuliwa kwa sababu ya ile mambo ilikuwa ikiendelea hapo nyuma. Mimi nimeagizwa na rais nifanye kazi na viongozi na wazee wa hapa Tana River na Kitui kuhakikisha kwamba hii shida yetu ya Kalalani tumeimaliza milele na milele. Nataka niwahakikishie leo nikiwa hapa Wayu ya kwamba shida hii ya miaka mingi ya Kalalani, serikali hii ya William Ruto na mimi nikiwa waziri wake, tunaenda kumaliza hiyo shida, ituondokee, wananchi waendelee kukaa kwa amani, mashule yetu ambao yapo, watoto wetu warudi shule, na wananchi wapate huduma ambazo wanastahili. Haiwezekani ya kwamba serikali ya Kenya ambayo imechaguliwa kwa kura ya wananchi, ati ya kwamba sasa sisi ambao ni maofisa wa usalama, maofisa wa utawala, maofisa wa serikali, ati sasa ndio tutakuwa chanzo cha kuumiza na kutesa wananchi wa taifa la Kenya. Kwa hivyo vile vile ninahimiza maofisa wote wa umma katika sehemu hii, wawe ni vikosi vya polisi, maofisa wa utawala wa taifa, ama maofisa wa vikosi vingine vya usalama, vikiwemo shirika la kulinda wanyama la taifa, vikosi vyote na maofisa wote wa serikali, ni lazima wakome kuumiza, kugandamiza na kusumbua wananchi, ili hali kazi yetu ni kufanya bidii kuleta amani na kupambana na uhalifu, ili wananchi walio wengi wapenda amani, wakae kwa amani, na sisi tuwaheshimu, kwa sababu hawa wananchi unaona, hawa wazee, hawa akina mama, hao kwa kura yao ndio wametuandika kazi, ndio wamekuandika wewe kazi, ndio wameandika waziri kazi, na ndio waliandika rais wa Kenya kazi kupitia kura yao. Na lazima tuwaheshimu. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kazi yetu ni kupambana na ile 1% ya uhalifu, kwa sababu vile vile wananchi sio ati kila mtu ni mzuri. 99% ya wananchi ni watu wa amani, kama wale naona mbele yangu siku ya leo. Lakini kuna 1% ya watu waovu, wahalifu. Hao hakuna heshima kwa hao. Hao tunakabiliana nao direct, na tunafanya ile mambo ambayo tulisema tutafanya. Aidha wakome, wahame, ama si namna hiyo. Itakuwa hivi, kwa sababu lazima nchi yetu iwe nchi ya sheria.
Mimi nimeona kuna sehemu wananchi wameumizwa kidogo, na vikosi vyetu vya usalama lazima tuweke bidii kuhakikisha wananchi hawazozani na kuharibiana mali na kupotezana maisha baina yao, kwa sababu tuko hapo kuhakikisha haki imetendeka. Kwa hivyo nimesikia vile ndugu yangu Senator amesema, Tana na wale viongozi wengine, na mimi nataka niwahakikishie mimi nitafanya haki na nitafanya usawa. Okay.